Karibu kwenye uchambuzi wa kitaalamu wa soka, ambapo leo tunaleta tafsiri ya kina ya mchezo wenye mvuto mkubwa kati ya Mbeya City na Young Africans. Huu si mchezo wa kawaida, ni mapambano ya hadhi, ubabe na historia. Tutachambua takwimu muhimu, mwenendo wa timu, nguvu na udhaifu wao, kisha tutakuonyesha picha kamili ya kile kinachoweza kuamua matokeo ya mwisho. Kaa tayari kwa safari ya takwimu, hoja kali na uchambuzi makini wa kandanda safi ya Kitanzania. Tukianzia na ubao wa ligi, Mbeya City wapo nafasi ya 11 wakiwa na alama 3 pekee. Kwa upande mwingine, Yanga wanashikilia nafasi ya 6. Tofauti ya msimamo tayari inaonyesha mizani iko upande mmoja. Katika historia ya mikutano ya ana kwa ana, Mbeya City hawajawahi kuonja ushindi kwenye michezo 10 iliyopita dhidi ya Yanga. Yanga wameshinda mara 5 huku mingine ikiisha sare. Idadi ya mabao nayo haidanganyi. Mbeya City wametupia 6 pekee. Yanga wakafunga 16. Kwa hali ya michezo 5 ya karibuni, Mbeya City ushindi 2, sare 1, kupoteza 2. Yanga ushindi 3, kupoteza 2, hakuna sare. Kwa wastani wa mabao, Mbeya City wanafunga 1.2 na kuruhusu 0.8 kwa mchezo. Yanga wanatisha zaidi, mabao 2.4 wakifunga na kuruhusu 0.2 pekee. Kwa mtazamo wa takwimu hizi, nguvu za Yanga zinaonekana wazi. 1. Nguvu ya mashambulizi ya Yanga. Kwa mfumo wa 4-3-3, Yanga wanashambulia kwa wingi na kasi, wakiwa na wachezaji kama Pacome Zouzoua mwenye miguu laini inayoweza kubadilisha mchezo na Mohamed Dumbia anayesambaza mipira vizuri katikati. Safu ya mashambulizi inakuwa hatari. Hii inawapa nafasi ya kuunda mashambulizi mengi na kumalizia kwa ubora. 2. Ulinzi wa chuma wa Yanga. Kwa kuruhusu mabao 0.2 tu kwa mchezo, Yanga wana safu ya ulinzi imara. Mwamnyeto ni kiongozi anaiziba mianya, huku Djigui Diarra akiwa mlinda mlango mwenye uwezo wa kuokoa dakika ngumu. Hii inamaanisha Mbeya City hawatapata nafasi nyingi na makosa madogo yanaweza kugeuka kuwa mabao. 3. Changamoto kwa Mbeya City. Katika mechi zao 5 zilizopita, Mbeya City wamefunga mabao 2 tu. Changamoto kubwa iko kwenye kumalizia nafasi. Njia pekee ya kuleta upinzani ni kutumia kasi, kushambulia kupitia pembeni na kutumia mipira ya kusimama kama kona na faulo kujaribu kumtikisa Diarra. Bila nidhamu na ufanisi kwenye mashambulizi, wanaweza kumezwa mapema. Kwa kuangalia takwimu, historia na mwenendo wa vikosi, Yanga wanaingia wakiwa na nafasi kubwa ya kutawala mchezo. Wana mashambulizi yenye nguvu, ulinzi imara na uzoefu wa kushinda michezo mikubwa. Mbeya City kwa upande mwingine, watalazimika kupambana kwa nidhamu ya hali ya juu na kutumia kila nafasi ndogo watakaoipata. Mashabiki wanapaswa kutarajia mpambano wa pressure, kasi na ubora wa kiufundi, lakini swali kuu linabaki wazi. Je, Mbeya City wataweza kuvunja mwiko wa kutoshinda dhidi ya Yanga, au Yanga wataendeleza rekodi yao ya ubabe? Huu ulikuwa uchambuzi wa kitaalamu wa mchezo kati ya Mbeya City na Young Africans. Tuambie maoni yako. Unadhani mchezo huu utaishiaje? Na usisahau kusubscribe kwa uchambuzi mzaidi wa kina na kali ya soka kila wiki.